Maisha yangu yote bala. Oh, lini nitapata furaha. Hiyo ndo ngoma ya pili tulifanya na Dress Chief, lakini tulifanikiwa kufanya album ambayo ilikuwa inaitwa Mkuki Moyoni. Nimemkumbuka sana mwanangu. Afande, kwa nimejikuta ile chorus kile kwanza kumbuka ile chorus ile ngoma ilikuwa na movement sana wakati tunaendelea baba, si ndio? Kumeoni alikuwa ile Nashi ndani, lakini akalikuwa AY na Patrick, si ndio? Of course ukapiga ilikuwa ile connection. Yes, ambacho kimetokea hapa nadhani kuna vitu yani lava ukisikia mpaka unajikuta unahama kwenye point. Nilikuwa nazungumzia kuhusu albamu yetu, nikajikuta nimemuingiza moja kwa moja mfalme wa rhyme hapa. Nakumbuka Kimoyoni ilikuwa ni album ya Fandesele. Mimi nilifanya nyimbo inaitwa Habari Kamili, ambaye ndiko mimi, alikuwepo AY, alikuwepo Break Rhino na Fandesele mwenyewe. Actually sikuwepo kabisa. Lakini wakati anafanya shughuli zake Fandesele, ilionekana kulikuwa kuna nyimbo mbili ambazo zilikuwa hazijatimia, ambaye ilikuwa ni Mtazamo na Habari Kamili. Kwa sababu afanya alikuwa anafahamu shughuli zangu, tulipokutana Tony akaniambia bana Chifunguli, katika albamu yangu kuna vitu vimepelea, naomba twende studio. No, tutana Kariakoo. Okay. Yes. Kwa akanipa mazingira ya kazi, basi tukachukuana mpaka kwa Pifa. Wakati nafika pale tukakuta ameshaingia profesa pale. Kwa hiyo ikaonekana sasa profesa atafanya Mtazamo, mimi nitafanya Habari Kamili. Kama hauko muda mrefu maana tumefika pale Pifa ikakuwa na mambo mengi. It was kama dakika 10 hivi. Baba alikaa tushamaliza shughuli na wengine akaendelea. Tumefanya vingi, tumefanya show nyingi sana. Unajua miaka hiyo ilikuwa karibia kila radio ilikuwa inaandaa matamasha. Lakini tamasha kubwa kabisa ambalo nalikumbuka ilikuwa ni Summer Jam. Ambapo tulifanyia Leaders Club. Nadhani ilikuwa ni shughuli moja kubwa sana. Tulikutana na wakongwe wengi sana. Kwa tulifanya shughuli kubwa sana pale, ndio shughuli ambayo naikumbuka kubwa ya kwanza. Baada ya hapo tulifanya nyingi tu huko katikati. Sawa. Yes. Na ndio mmiliki wa ile bana. Nakumbuka tulipata ile safari tukiwa ilikuwa mimi ambaye ni Swahili by Nature, alikuwepo Chuja Nafaka, alikuwepo Ana Mwaole, alikuwepo Dr. Lemi Ongala pamoja na hii na ni moja alikuwa anafanya nyimbo za Swahili by Nature. DJ Eddie Grant. Ambaye miaka hiyo unajua ilikuwa studio chache, kwa hiyo tunafanyia Deluxe Hotel pale. Yes. Kuna club juu pale. Kwa baada ya hapo tukaja kufanya nyimbo nyingine tu bora nikupe. Nikafanya na mtu mmoja Dr. KB. Baada ya kunyosha sana miguu pale Mwanza, nikapata safari ya kwenda Mbeya, na kwenye niliishi kwa muda mchache pale. Lakini nilipofika nakumbuka mwaka 98 nilikuta kuna mashindano ya rap pia mkoa wa Mbeya, ambaye pamoja na ugeni wangu, lakini nikaona nisiache kuwemo, nikaingia. Ilikuwa watu kama vikundi 40 hivi. Sasa kipindi hicho marehemu CP Sugu wakati huo alikuwa tayari ameshaegemea sana Dias. Kwa tulifanya mashindano pale. Hiyo ni muda kidogo, lakini hasa nawakumbuka Adili, namkumbuka Sipwa. Baadaye walikuja Uswahili Matola kwa Salama Lem. Yes. Ambaye nakumbuka tulifanya mashindano ya rap pia pale. Pale nilipata nafasi ya pili. Lakini nakumbuka nafasi ile baada ya kutangazwa karibia ukumbi mzima ulikataa kwamba haiwezekani huyu tuwapewe nafasi ya pili. Nilimsaidia kwanza. Unajua nilikuwa na ugeni. Lakini unajua kwa mgeni mtu akamwambia fanya unavyofanya, lakini kwa nini unachukue moja? Lakini baada ya hapo pia niliukamata mji. Yes. Fika Mbeya nilisimama kama solo kwa sababu timu yote nilikuwa nimeiacha Mwanza. Lakini nilikuwa naiwakilisha Swahili by Nature. Mwaka 2000 sababu baada ya mashindano yale nikapata mdhamini. Nilikuja Dar es Salaam kufanya album, lakini wakati napata mdhamini kuna mtu mmoja anaitwa Full Travel, tulikutana Mbeya ambaye tukajikuta kama tumeshabiana. Kwa hiyo tukawa tunafanya. Sasa tulipata mdhamini kuona kwa nini tuanzishe kundi jipi wakati kuna Swahili by Nature hapa. Kwa tulitoka Mbeya na Swahili by Nature tukafika hapa vizuri, tukasogea kwa Mika Mwamba. Nyimbo ya kwanza ilikuwa Mpenzi Pesa. Ambayo nadhani vizazi hivyo vinakumbuka nini
ilitokea enzio kwa kuna Mazese Crew, kuna Gangwe Mogu, Juma Natures, yani maana yake walikuwa watu wengi kwa kweli. Sawa. Na amini wilaya ile. So,